Our wedding was set for April the next year. So we literally had 1 year and 4 months to plan. And we agreed because at this point he's ready to marry and I'm also not doing so badly in my career. We'll not do a simple wedding and again, not too expensive to put us into debt. So 1.5 is fair enough and it will not put us into shame. Then we agreed. We will not do things in a rush. The official process was to begin in July. Then September ni kuhadaidege, November ni rurasho, and the final ceremony ni January. So between Jan and April tungeza kujipanga, kulipa service providers, videographer, caterers, kama ni keki at least to make deposit with. Sisi wote tuko employed, so tuna rely na mshahara. So ikiingia January we do this, ikiingia Feb we do this, then ya March ndo tugenda honeymoon and what not. But on the day he was introducing me to the church, that is when the wedding started to look like it's not gonna happen. So stay tuned, watch the video up to the end to find out what exactly happened. For the support you've accorded me in the previous video. Nashukuru sana sana sana. I'm impressed. We are 25 subscribers away from 500. So kama bado huja subscribe, you are doing a great service to me. Kindly ni support, click on that red button, comment and also leave a thumbs up kuonyesha unafurahia hii video. This is an episode, it may go up to 10 episodes. You better stay tuned. Na kama bado huja watch hizo zingine, please go back, watch episode 1, 2, 3. This is now the fourth one. So, tunaongelelea preparation for the wedding. As a woman who is doing well in her career, sasa kitu imebaki ni ndoa tu, ni kuolewa. Alafu mwanaume amekuja hapa, packaged in the design I had prayed for. I wanted now a financially stable guy, a tall, dark and handsome guy, a man who is intelligent enough, and a man who has secured the bag, because we pesa nayo, mapenzi bila pesa haiwezi, haitaweza. So here comes the guy, delivered. Ile package niliambia ndo imekuja. A guy who dresses nice, smells nice, he's taller than me. Halafu pia akona kautambi, ni akona, you know me, I'm big, so mtu mkonde is a turn off. Now this one comes, ako well groomed, ako tall, ako dark, ako handsome, na ako na mapesa. You watched the previous video. He used to pick me in different cars. Sasa, on his side, pia alikuwa anataka a beautiful lady, a person who is doing well with her life. Hakutaka mtu mwenye anakuja kuosha, and mtu akona nyash, and hizo vitu zingine wanaume hupenda. So kaniambia mimi venye nilikuona, I knew maombi yangu kwa Ezekiel imejibiwa, because I've stayed single for so long, and it's because I'm not getting the right person. But with you, with you, ogopa wanaume, I feel hautarudi kukua single tena, hata mimi sitarudi kwa soko tena. Sisi wote tumetoka soko. So we need to start preparing for our wedding. Mimi siwezi ngoja hivi nifike 34 years alafu nifanye vitu mchezo. Siwezi chukua mwanamke mimi nikaanza kuishi na yeye. Babangu hakutufundisha hivyo. Alafu ile discipline nimegrow nayo, and then plus mimi ni mtu wa church. Hizo vitu za kama we stay. Kwanza tujaribu, we better take our time. Ndio maana nimefika 34 kama sijawa, because sijapata the right fit. And again, I don't want to get it wrong. Mimi nikioa mara moja. Divorce, it's not me. Separation, not me. Me, I'm ready to marry, and I found the woman of my dreams. So, most of our transitions now are around people who now realize they can be together. Na aliset siku ya harusi, the first month of our meeting, alisema harusi yetu ni hapa hatubahatishi, tuko very sure na kitu tunataka. Sisi ni adults, we are not here to try, we are not here to test anything. And so tukaanza kujuana pole ikafikia ni mahali sasa he's ready to marry. And akaniambia, no, I want to engage you, but then taku engage as a surprise. So one of these days I will engage you, and it doesn't matter, I can even engage you 2 months to our wedding. People do that. So there's no point ukaina pete for 7 years. Mambo yetu tunapeleka pole. Sasa mimi je nikiambiwa hivyo, mtu amekuja nikwambia nataka kukuoa na harusi,
hata wewe, would you resist? I expected our first Valentine's, the next month of February, maybe ningekuwa engaged, but okay, it didn't happen. Probably I was being overambitious. And as we discussed, and so, he comes from a different tribe and me am a Kikuyu. So definitely, because I'm the one being married, we are going to follow our culture to do the wedding. And our culture is like, tungeenda kwao, yeye angekuja kwetu, alafu sasa wazazi wake wangekuja like officially kutangaza msimamo. Then they would be given direction on what happens. The next event that is going to happen ni kuhanda ithege. Kuhanda ithege was nile kuenda kutangaza msimamo, like huyu msichana ameshapata mtu, hakuna mtu mwingine anafaa kuja kwa hiyo boma kumclaim. Then now the rorasho, then the final ceremony. Simple. That is, it's okay. It's no big deal. The guy has money, he has supportive parents. Now, his dad was a brigadier or a senior person in the military uko na kambi ya Nakuru. And it happened that at this time yenye tuna meet, the dad is in Sierra Leone for a training. And he didn't want to introduce me to his parents, peke yangu. Like, to the mother alone, angependa ikwe ni mother na dad. And hakuna process inge proceed officially kama babake bado hayuko, cause he's the first born brother. Lazima apate blessings za babake, na yeye ndo anaonyesha wenzake, ndugu na dada zake ile njia ya kufuata. So we can be doing all these other things as we wait for the father to finish the training and come back to Kenya. So tuka agree, tutafanya harusi na kaje. Not too simple, not too expensive to put us into debts. Na yeye ni mtu akona status, yeye ni vice chairman wa kanisa. Kanisa ya Harrison, hiyo CFF Bunyara Road Central is a big church. It has so many thousands of followers. So ukisikia mtu ni vice chairman wa youth, huyo sio mtu mdogo. And then he told me, the beauty is church yao huwa anachangia mtu siku ya harusi. Au youth wanachanga 2K. Alafu akona group of his friends yenye huwa wanachangia na 10,000 na mtu akikuwa na. So like 500,000 shillings of the budget is catered for. What we are to look for is the 1 million. And because harusi iko mbali, it's 1 year and 4 months. Tuko na time ya kufanya all the things we want. So he wouldn't take me to his place, and the first thing he would do is to take me to his church. Ukiwa chairman wa youth, lazima utangaze msimamo, ndio ukionekana town na msichana, it does not become a pastor's issue. Mimi nikaambiwa nilikuwa naenda New Hope Church Imara Daima. Come to our church on Sunday next week, hata tutakuwa na youth meeting. So after the youth meeting ndio nitakuintroduce. Sasa mtu wa kanisa, unajua venye huku nje watu wanaomba, wazee wao ni walevi, wazee wao hawafanyi watu. Sasa mimi nimealikwa kanisa. So the Sunday came, akaniambia yeye atenda service ya kwanza na ya pili. Ni chairman wa youth, and they usher, they collect sadaka and what not. So most of the time yeye huenda service ya kwanza na ya pili. So akaniambia wewe utashinda ukikuja service ya kwanza, hiyo inaanza mapema, ni saa moja mpaka saa 3, then nyingine sijui 9:30 to 12:30. So wewe kuja ile ya 9:30 hapo 10ish hivi. Mimi I'm a submissive woman, nangoja tu kupewa direction. Sunday ikafika, nikajitayarisha, nikaenda church Bunyala. So of course tuna communicate. Venye nilifika, nilipata service ya kwanza inaisha, tunaingia service ya pili. Akaniambia amerequestiwa waende na kwa mhubiri kuhesabu sadaka. Kwa hiyo sadaka lazima waende wahesabu, alafu ndio iende bankiwe na watu wa G4A. So anaenda briefly kwa pastor huko Pangani, alafu sasa atarudi. So mimi niingie service, niendeleage, will join me, because after all alikuwa amesha attend service ya kwanza. So it's not like he really needed to be there for the second service. Jenny, si mimi nikakaa, si mtu amesema anaenda kuhesabu sadaka. Service ikaisha na mkola, nakam. Unajua sasa tumepewa lunch hapa kwa mhubiri, this is our spiritual father, hatuwezi kataa. But mhubiri ako kanisani. Okay, so what do I do? Weka tu ningoje mke wangu naja. Service ikaisha.
Saa 7 huko tukielekea saa 8. Namuuliza sasa nifanye aje, church imeisha. Akaniambia what we do now, tumekaa sana. Unajua ukiwa na watumishi wa Mungu pia venye kujikata inakuwa ngumu. Enda hapo Highway Mall, hapo ndani ya Carrefour uko unakunywa kitu ni kikuu. Cause hata watu wenye wana lead hiyo youth service bado tuko na some of them hapa. So don't worry not. To cut the story short, mimi nilika jamaa alikuja saa 1. Of course, nishajam. By that time mimi nishajam. There's no conversation, ni kunipeleka tu home. Na ikakuwa sasa atani invite next Sunday na aka promise hiyo hataenda mahali. Hiyo hata akimbwende akahesabu sadaka. Hawezi. Red flag number 1 for the wedding. So even ndio mimi sikuintroduce kwa the year church. After several invites to his church, I was underbanned because alinifanyia madharau ile siku ya kwanza. Kaniambia, okay, sasa wewe basi unakataa kukuja church yetu. Si basi mimi uninvite church yenu because the agreement was ningekupeleka yetu na wewe ungenipeleka yenu. Tutaenda kwetu alafu tuende kwenu. It's two way. Nikamwambia it's okay, fair enough. Me, I don't care about taking you to our church. So, akakuja. Hiyo siku ya kwenda church ya kwetu akakaa. But mimi nikajiambia, how can I introduce him to my fellow youth members? Na yeye bado hajani introduce kwa church yao. Hata hakuna besti yake najua. I can't. So alikuja tukafellowship, tukatoka church, tukaenda lunch. No introduction, no nothing. But at least church members waliona hiyo siku nimekuja na mume. The next step now was to introduce me to his parents. The father had already come back to Kenya. Kwani huko boda ya Kenya na TZ, it's ni mbali sana. So namuuliza, you know I'm scared of kwenda kwenu. I wish ningekuwa nimemeet your siblings first, ndio nisikue na wasiwasi. Kaniambia, usijali mke wangu. Babangu mwenyewe kawa mtizedi na yeye ni Mkuria. Hivyo kama nitamare je ndio kiongozi. Hana shida, haizi kuwa shida na yeye. Kama mimi na wa Mkikuyu, kuna watu huko kwetu wameoa wa Kikuyu na wamefanikiwa. Hivyo wazazi wangu mimi hawana shida na mimi. Vile vile mimi mtu mzima hawawezi wakanichagulia ni nani nitaoa. Kwa hivyo kama mimi nimekuchagua, hamna mtu atakukataa. Anaeka ile accent ya TZ. I think iko convincing. Huwezi jua ni conmanship. So we set the date. Tukasema Juni the first time siwezi enda kulala kwao, siwezi enda kulala na yeye kwa room. So tutaenda na turudi. Na umesikia ni mbali. Ako na shida na mguu, kuna mguu mmoja iko na chuma. So he either takes a flight or we drive there, so that we drive and come back, or we take a flight and we come back. But it has to be a one-day event. Kaniambia kwetu ni mbali, hawezi enda na urudi. So tutaenda, tufike, siku ya kwanza ni kuintroduce. Then tutakuja halfway, tunaweza lala mahali kama ni Migori, then the next day tufike Nairobi. Alternatively, tuende tulale Migori, then asubuhi tuamkie kwetu, tumalize na turudi. But if we manage to secure a flight, it's okay because tunaweza kuna Skyward, unaenda asubuhi na unarudi jioni. Sasa mimi, he is the driver, venye atasema tuende, hivyo ndio mimi inafuata. Akaniambia sasa, my dear, unajua huwezi enda kwetu na nguo mzee. Nataka hata mimi ukienda nisikie wewe ni wangu. Kwa hivyo ile kitu nitafanya mimi, nataka nikakununulia nguo ngapi? Nguo 2. So, wewe enda utafute nguo ambazo utaona ni wewe wajua kuvaa. Vile tu unavaa ukienda kazini, tafuta nguo mzuri, mimi nitalipa. Hata kama ni 7,000 mimi nitalipa. Usijali. Kibarua si ni kwangu kutafuta nguo na tumeset tunaenda Easter. Nikaenda nikatafuta nguo. So after kutafuta nguo nikamwambia, kuja uone nguo yenye nimetafuta. Of course akakuja na akazipenda. But sasa akaniambia mimi sina do ya kulipa nguo. Uko na deposit utoe nitakurudishia. Sasa nitoe deposit. Si ulikuwa umeniambia ninunue nguo za kwenda, nguo ni za kwenda kwenu. Si ati mimi nataka hata kununua nguo. Sina budget ya nguo sasa. Kaniambia usijali nguo, mke wangu mimi ndo nilikwambia ununue manguo. Hivyo siwezi kuangusha. Jenny, mimi nikanunua nguo za 25 na 2800. Moja ilikuwa ya 3K. So 25 na 28, that is 5,300. So nikatoa 2K
kwa mfuko yangu kulipia nguo za kwenda kwao, nikaacha kwa boutique. Akasema ni venye mambo zimemshika, pesa ikaisha. But akoshua kisha atakuwa ameweza withdraw na akuja kulipa the balance, na mimi atanirudisha hiyo 2k nimetoa. The next day kafika. Akaniambia bado pesa yangu bado haijakuamka. Vile tutafanya hizo nguo nipatie tu muda. Hawawezi wakauza ukiwa umetoa deposit. Tukangoja. Friday kafika. Si tunaenda Friday sasa. Kwanza hiyo Friday Easter holiday na kuangana Good Friday, Saturday, Sunday na Easter Monday. So tunaenda Friday. Imeshafika Thursday, nguo nilishalipia deposit Monday. Hajalipa. Akaniambia pesa yangu haijakuamka. So what we do now, kama uko na pesa, enda ulipie zile manguo, alafu mimi nitakuja kufanya nini? Kukurudisha hiyo pesa. Jenny, the foolish one. Again, nguo ni zangu. Mimi hata asiponibaia nguo zimenibamba. Hizi ni nguo fiti, nguo naenda nazo church, naenda nazo job. So hata akiamua hata nirudishia, nguo ni zangu. So nikalipa the 3k. Hiyo ni budget niliwekwa ya 5,300 ambayo mimi sikukuwa nimepanga. Na unajua Easter yukuja katikati ya mwezi. So nikalipa. So we had to drive with his car on Friday morning. So he's to come pick me early in the morning. Tukasema tutoka 5 am. So mimi niamke 4 na tukalala tukijua tunakutana kesho yake. Na usiku akaniambia pesa yangu imefunguka, hata kesho nitakurudishia do yako. Sasa kesho yake ilipofunguka asubuhi akanipigia kitu kama 4:40 kuniuliza kama nimeamka kwanza kujitayarisha. Kidogo 5:10 ananiambia gari imedevelop mechanical problem. Na sahi hakuna garage imefunguliwa. Wacha tungoje saa 2 ndio mechanics huku karibu na Lang'ata, huko karibu na Wilson Airport, wakuwa wamefungua niite mechanic mmoja gari iangaliwe, alafu usijali tunaendelea na safari. Sasa mimi nishaanza kuboeka. Anyway, si ungoje, sasa si gari ni private na unajua gari hata mkiweza toka usiku bado mtafika. Si gari ni yenu, hakuna mtu anawaharakisha. Gari ilitengenezwa, ikatengenezwa, nikiambiangwa iko karibu kuisha, weka tu ukiwa ready, nikaekwa pending. Jioni ikafika. Akaniambia sasa hii gari ile shida iko nayo, hata sioni kama itatengenezwa leo. What do we do? Acha tuchukue flight. Hebu fanya hivi, ingia kwa website, ingia KQ uone kama kuna flight za kesho asubuhi na ya kurudi. So tafuta KQ. Hata tukiona ya either tuone ya Skyward ya kutupeleka Migori ama tuchukue KQ ituweke TZ, sijui Moshi ama ni wapi karibu na kwa ama ni Arusha, I do not know. But tungechukua hiyo flight ya TZ alafu sasa kuingia kwao jukwaa, nimesema ni boda ya Kenya na TZ, it would still be easier. Mimi nikamwambia wewe tafuta hiyo flight, ukishapata ubook uniambie, because unaona nguo ni mimi nimejilipia. Secondly, gari imeharibika na imeharibika siku nzima. Wewe bro, ulikuwa unajua tuna travel. Si ungefanyisha gari service mapema. Hizi ni gani tena? Alafu umeshinda ukinipromise ni kuisha inaisha. And this is not the first time. Hata siku yenye nilikuja chati yenu ulinifanyia hiyo mchezo. So me, I am not engaging. Okay. Naweza kuwa kichwa ngumu bado. Akasema amekosa flight. Wacha tuone gari kama itatengenezwa Saturday. Bado tunaenda, wewe usijali. Hata kama ni siku moja, don't worry. Sunday ikafika. Monday ikifika akinipromise bado naenda, akamwambia clearly hatuendi. Usidanganye tena tunaenda. And that is how we did go to his home. That is how I ended up spending 5,000 unplanned for. But alafu hizo nguo eventually venye tulikosana nilikuja nikazipeana because it was so painful. Tukakaka. After a month akaniambia budangu hata amerudi Nakuru sasa. Naweza enda nikupeleke kwa budangu. Then tukishaenda kwa budangu hapa Nakuru ndo tutarudi twende kwenu. Siku yenye watakuwa wanakuja officially na mama yangu na wazee wengine, hapo ndo utaonea mama yangu. If that's okay with you, we are good. Kaambia it's okay. So tunaenda next when tutaenda Sunday, because Sunday ndo mzazi anakuanga off. Sasa si kwetu ni side za Nakuru. Kwa nini ningoje Sunday? Nikamwambia what I'll do, mimi nitateremka home Saturday. Niende nilale kwetu, niamkie Sunday,
kukuja kuona baba yako. Akasema ni sawa. So si Sunday ikafika. I know what you are guessing, and your guess is also right. Akakuja. Alipokuja nini tukaagree ukifika Gilgil ndio utaniambia na mimi nitoke home tukutane pale Kiondo tuingie hapo kwa jeshi. Hiyo story ni emotional. Vitu huyo mtu alinipitishia. So mimi nikateremka masaa ya saa 4 saa 5. Cause najua huwa hakip time. Atakwambia mtu akisema akwambia akiwa Gilgil akwambia nimefika. So mimi nikajipeleka Kiondo. Nikakaa. Ulikuja? Nilikuja. Mimi hata niliingia huku kwa kambi. Kuna wakati nilikuwa nakupigia simu hauku unashika, so niko huku kwa kambi. There and then hakuchukua simu. Venye niliona masaa inaenda na Monday mimi lazima niingie job na kila limechezwa. Siwezi enda huko kwa jeshi kuulizia babake ni nani kama yeye ameamua azime simu. Roho ikaumia, nikalia machozi, lakini because I'm adult nikajipembeleza nikajembea Jenny, by the way wena tigiti wa 500 Bukutu NK Woyo Sokio Nairobi. Nikarudi Nairobi mimi. Kitu kama saa 3 ya usiku akanipigia. Akaniambia venye aliingia huko kwa jeshi alipewa cookies. Amelala hata ignore hiyo sauti ya kuku. Amelala mpaka hakuwa anajisikia ni amekuja kuamshwa na mabesti zake. Alipewa cookies zilikuwa harmful. Sasa ni umhurumia ama ni kumtetesha? Si ni kumhurumia. But I didn't give into that story. Na story ya kwenda kwao, kwenda kuona baba yake, hiyo pia ikakuja ikakuwa short. This is the that time, ujue amepanga kunipeleka church yao, amenipanga kunipeleka kwa wazazi wake, amepanga sasa kunipeleka kwa budake pekee, bounce. My anger is now accumulating and I can clearly see vitu zinaweza kosa kuhappen. We come back to Nairobi, of course, tukakosana, but he managed to get his way in. Tukarudiana. Akaniambia sasa, we need to plan for other things, because ulikama huwa unielewi. Siku yenye tulikuwa tunaenda church ni mhubiri. Siku yenye tulikuwa tunaenda kwetu ni gari ulileta shida na mimi nikakosa flight. Siku yenye nilikuwa naenda kukuonyesha baba yangu hata wewe ni cookies. So clearly, I am not to blame. It is the devil. It is my enemies who are working so hard to fight me to make sure I do not get married. Lakini usijali, mpango ni ule next year April. Sahi tuko kama June, next year April bado nakuwa. So the next thing is tuanze kutafuta garden, tutafute gown, tutafute suti yake and what not. Mambo ya introduction hiyo isitupe stress sana kwa tulikuwa tuanze iko July. Tukaenda kutafuta gardens. My lord. Tukaenda Kiambu. Tukaenda Roiro huko BTL Gardens. Tukaenda garden nyingine huko Naivasha Road. Garden tukasettle. The next thing ni unajua yeye ni base ya Wanjao. Wanjao was a car importer huko Gong Road, and no, not Wanjao, Wanjema. Wanjema's brother is Wonder Joy. Wonder Joy anafanyanga kazi ya events, kazi kubwa sana ya events huko Kiambu Road. Hata limousine za harusi yetu ni yeye ataprovide, because wamejuana na Wajema tangu akiwa watoto. Hata wazazi wa Wanjema wanamjua, Wonder Joy anamjua. So mambo ya viti na skirting na tent na what, hizo zitatoka Wonder Joy. Mimi hapo ndo nisikilia Wonder Joy. And Wonder Joy is a big guy, anafanyanga mpaka state events. So harusi yetu ni ya kufa na kupona. Kufa na kupona. Hivi kama hiyo. So si tumeshapata garden. Si sasa tuko na provider wa tents and what not. What is remaining? See, the next Saturday twende tukatafuta gown. So I'm like, mbona tunatafuta gown hakuna kitu literally tumeanza. It's just between me and you. It's just drama after drama. Hambia, usijali. Mimi mambo yangu sipendi kufanya mambo ya kuharakisha. Nataka usipopata gown nzuri hapa Kenya, to import gown kutoka Dubai.
Na sasa gown inaweza chukua hata miezi 2 kabla itoke Dubai kuja hapa. So we better to start mapema. Mambo ya introduction hiyo isikustue. Hiyo it should be the list of your worry. Me I'm ready to marry. Na nilikuambia na nikakuhakishia hautarudi soko. So on one Saturday tukaenda huko Dubai kunauza ngoma gowns. Tukaenda huko River Road. River Road ndo kunauza ngoma gowns, hizo maua, vitu za nikapimishwa gown. Na tukasettle. So gown iko ready, event ziko ready, na tumepata garden. Si harusi itafanyikia huko CFF. Of course if he's marrying me I'll go to his church. So harusi itafanyika kwa kanisa yao alafu tungeda BTL Gardens huko Roiro. So everything set. The only thing now remaining is tuanze hizo my introduction, hizo my official ceremony. Nikaanza kumuuliza nao tumefanya kila kitu. Mimi nishaanza kusave. You how much do you have? Akaniambia mimi usijalishwe na mimi, ni mimi nakuoa. Sio wewe unanioa, ni mimi nakuoa. Kwa hivyo mipango yote niwachie mimi. Mimi hata honeymoon yangu hatutaenda Mombasa. I can't do Mombasa. Tutaenda Dubai. Mimi niko na pesa mwanangu. Na babangu unajua nikimwambia nafanya harusi, mimi atanisupport. Ananiambia hata 300,000 so usijali. I'm not a foolish person. So namuuliza hizi vitu tunafanya, tunaenda kutafuta gown, you know it's like literally tuko karibu kufanya harusi. But nothing has progressed beyond me and you. Nothing. Mimi sijaona huyo Wonder Joy. Sijaona your commitment. Just because nilizusha kwenda chachenyu mara ya pili ujai hata niliga ijero jirani toki soke. He? Mimi nikaona hapa harusi haifanyiki. Usijali. Umetafuta ma braids. Unajua sasa wewe utaleta wasimamizi wa madem. Mimi nitasimamiwa na watu wa na bishti yangu Duke was working at the airport. JKIA alikuwa clearance ama custom. So but I knew Duke ndo atakuwa best couple wangu. So it's up to you utafute best couple wako na your mates. Mimi sikufanya hizo vitu. Roho yangu ikakataa. So there were a series of other misunderstandings in between and outside the wedding. So nikamwambia we need to take a break. We also need to pray for this thing because clearly nothing is happening. Hakuna breakthrough, it's just empty promises. Akasema hata mimi naamini prayer and fasting. Ukitaka kuchukua break, mimi sitakukataza. Lakini nilikwambia ujue hautarudi soko. Ni mimi nakuoa. It is me and you against the world. So mimi nilipoenda kwa hiyo break ya maombi, nilimblock. Na hivyo ndo nikakuja kusahau story za harusi. But the guy is so persistent. Hata umblock atakuja kwa mlango yako. I said he has a tracker. Mara 2-3 alinipata kwa job ikabidi ni unblock. But the wedding never happened. As you know, or by now as you may be knowing, we never ended up together. Despite all those plans and despite wasting almost a whole year of planning for the wedding, it never happened. Niliona story ingine ya mtu alijilipia dowry. And I think, were it not for God, hata mimi ningejipata kwa mix kama hiyo. But all in all, with thank God, we now know better. Young and naive, foolish, and also sometimes we do not have discernment to know. Wakati alibounce kunintroduce kwa church yao, maybe I should have cancelled everything. Hizi story nafanyishwa za jaba kutafuta gown, kupromisiwa mambo ya limousine na Wonder Joy. Hizo zilikuwa tu ni story, ni mimi nilizichukulia too serious. So until next time, thank you so much for watching my content. May God bless you abundantly. May you succeed in whatever you do. Even if you start the week, may God go before you. May you be blessed when going and when coming back. Kamuhimu, do not forget to subscribe. Your subscription moja means so much to me. It is so valuable. Until next time, adios. Sasa ningekuwa naitwa Mrs. but we never know what